Hiyo habari nilipata ilikuwa ni saa 5 usiku wakati nilipigiwa simu. Nilipigiwa na dadangu mwenye ako Nairobi. Akaniambia kuna ripoti umepata. Nikamwambia sijapata ripoti yoyote. Akaniambia niko kwa stage, niko naingia gari naenda nyumbani. Nikamuuliza mbona unasafiri usiku? Akaniambia nyumbani kumepatikana shida. Nikamuuliza shida ipi? Kwanza nilistuka alafu nikakata simu. Akapiga tena. Nikamuuliza ni shida gani unasema iko nyumbani saa hizi usiku? Akaniambia mtoto wako amepatikana kwa mtoni. Nikamuuliza kwa mtoni amejitupa? Akaniambia hapana. Amepatikana na anko yake. Nikamuuliza na anko yake, sasa mimi nilifikiria ni brother yangu. Nikamuuliza wakienda wapi? Akaniambia si Peter, Chege. Nikamuuliza Chege ako na mtoto wangu usiku kwa mtoni akifanya nini? Akaniambia hata si saa hii ni story inanifikia. Nilikuwa nashindwa vile nitakuelezea. Nikamwambia amemfanya nini? Akaniambia amemchapa, amemtumia. Sasa amepatikana kama anaenda kumtupa kwa mtoni. Nikamwambia nani amemuokoa? Akaniambia ati mtoto amepiga nduru, watu wakakuja kumuokoa. Nikamuuliza uko sure mtoto ako safe ama unanidanganya? Unanipeleka tu hivi hivi? Akaniambia hapana, ako sawa. Mtoto anasema aje? Ati alikuwa ametoka huku nyumbani, alienda kwa hii shamba hapa kwa hii shamba. Ati na akafika pale chini, kurudi alistukia, alikuwa ameona huyo anko yake kwa hapa tu jukoni hapa. Ati sasa akaona ni anko anakuja. Sasa harakati ya kumshika, ati alistukia huyo anko yake amemshika na akamfunga kwa mdomo. Sasa mahali alijipata sasa, hapo ndio anasema hajui alienda aje. Hata haelewi, hata ukijaribu kumuuliza ulipitia wapi, hajui. Yeye tu alipata tu alimfunga na hapo hajui what happens. Ikakuwa tu hivyo sasa alijisikilia huko mahali alijipata. Huyu uncle ni ex-prisoner. Ako na miezi 4 tangu atoke kwa prison. So hata huyu mtoto hamjui. Hamjui. Juu amekaa like kama kwa hii boma yetu amekaa almost like 15 years kama hajaikanyaga. Sasa ni kukuja amekuja. So hata mtoto wangu hamjui. Ni kumuona alimuona tu hivyo. Sasa walikuwa wameshaenda hosi. Sijui Njoro, walikuwa wameenda hosi Njoro. I think hawakushughulikiwa Njoro. Ati sasa wakasema juu hajashughulikiwa wampeleke town. Sasa ndio akachukuliwa kupelekwa town. So tukiongea walikuwa hosi medical. Sasa kufika hapo nikamuona, nikamuuliza mtoto wako aje. Lakini wakati mtoto aliniona, yani ushaiona ni kama amefurahia. Juu aliamka tu na akanishika. Nikamuuliza uko sawa? Hakunijibu, alinyamaza tu. Wakaniambia usimuongeleshe, wewe wachana na yeye kwanza atulie, alafu atakuambia. Nikamwambia alafu sasa mmeambiwa aje hospitali. Wakasema amefanywa tu test ya damu. Nikamwambia na results ziko aje? Akaniambia ndio tunagoja results. Nikamwambia results mpaka saa ngapi? Wakasema hadi saa 3 ama saa 6. Okay, niligoja. Hiyo time ya kugoja huyo sister yangu mwenye anatoka Nairobi akafika naye akawa amefika. Akaniambia mimi sitakaa hapa hospitali. Juu saa hiyo simu ilikuwa imeshapigwa ati sisi tubaki tukigoja results mtoto achukuliwe kuja aende afanye exam. So kuna huyo ndugu yangu mwenye alikuwa amempeleka hospitali na majirani. Kuna majirani walikuwa wameenda pia. Sasa majirani walikuwa wameshatoka wakatangulia kukuja. Sasa brother yangu ndio alichukua mtoto kumleta kwa exam. So hapo sijui. Juu si nilibaki huko town. So sijui vile alienda. Mimi nikagoja results hadi zikatoka. Hakuwa ametibiwa vile mtoto anafaa atibiwe. Juu hata hakupewa dawa yote. Hakusaidika ati vile atapewa dawa mtoto atumie. So hiyo kitu ilikuwa inaniuma, nikashindwa mbona hawezi mpea hata painkiller juu mtoto alikuwa anasema anaumia. Nikamuuliza, nilikuwa nimemhoji kidogo, nikamuuliza unaumia wapi? Akaniambia amegongwa huku. Alikuwa amegongwa na anasema huku. Alikuwa amegongwa na huku na mahali pengine panamuuma ni hapa.
So the following day ni Tuesday ndio tukamchukua tena tukampeleka shule juu walipeana hiyo nini awe akipelekwa na akimaliza wanapiga simu anaendewa. Akamaliza exam, I think ilikuwa ni saa 7 hivyo, tukamuendea tukaenda OC. Vile tulienda tena ilikuwa too late. Juu kuna room tulikuwa tunaambiwa twende room 14. Tukaambiwa daktari hayuko. Tena tukawaambia huyu mtoto hana painkiller yote tangu mlimtibu hajasaidika kitu yoyote. Hakuna vile mmemprevent hata. Kuna daktari alikuwa hapo. Akasema nitawasaidia. Kuna dawa nitawapea painkiller. Alafu zinaitwa peps. Nitawapea peps za siku 3, alafu mtoto akuje apimwe kesho. Nikawauliza kwani hii ni kitu inafaa si ati tunafaa tunagoja kesho na kesho juu the time ndio inaenda sana. Masiku zinasonga na hiyo kitu unajua vile ujui hali ya huyu mwenye alikuwa na yeye vile yako, hii ni kitu inafaa ishughulikiwe. Wakasema acha tumsaidie kwa siku 3 peke yake alafu akuje tena ndio apimwe kwanza ndio apewe hizo dawa harisi. Sasa ndio jana tena tulirudi. Jana alipimwa na akapatikana yeye hana virusi but hizo dawa alipewa. Hivyo tu ndivyo nimesaidika, lakini tena wakaniambia anafaa apimwe sijui kidney na liver. Juu mtoto mwenyewe anasema anaumwa na huku sana. Anasikia uchungu sana. Sasa tukaambiwa leo tuende, sasa tunagoja atoke shule tena turudi huko. Sijasaidika, hakuna vile nimesaidika Juu ukienda unaambiwa hivi, ukienda unaambiwa hivi. Nilikuwa nyumbani. Sasa nilikuwa hapo hivyo karibu na shamba. Sasa ndio mayanko ndio alikuja tu kunishika nilijisikia nikiwa kwa msitu na nguo. Sasa ndio akaweza kusonga kidogo. Wakati alisonga ndio niliweza kupotea. Baada ya kujisikia nilikuwa nasikia uchungu mgongo na mikono. Alikuwa amenifunga mkono na mdomo. Sweta yangu ndio alitumia kunifunga nayo mdomo. Mkono alitumia uzi yake ya kiatu kunifunga na. Alikuwa ameniambia ati au mama wote kana wajua niende ati amewaua na mimi pia ataniua hivyo. Nilipiga nduru na saa nilikuwa nakimbia. Sasa ndio watu walisikia nduru ndio saa wakakuja kuniokoa. Huyo mtoto nimekaa naye tangu utoto wake. Ni mimi nimemlea, mimi ndio kama mamake. Sio hata kama mamake alimzaa na akaenda kumtafutia. Sasa hiyo siku ya Jumapili kitu saa 1 hivi ilikuwa kama inaelekea kitu saa 1 tukamkosa. Ile tulimkosa tukaulizana na mabrada zake na huyu ameenda wapi? Na kwa sababu alikuwa anaenda hapa kwa huyu anko yake, tukafikiria kwa hapa kwa anko yake. Tukakaa tukasema juu hapa tu ni karibu atakuja. Baada ya masaa kama saa 4 hivi ndio niliona gari na imekuja na ikasimama hapa. Vile ilisimama hapa kwa geti na ikasikia ameulizwa ni hapa kwao. Nikasikia watu wamesema ni hapa kwao. Si huyu kijana ni yule kijana wa Waithira. Sasa mwenye alikimbia kuangalia ni huyu Peter mnasikia. Akaambiwa ni mtoto mnamjua basi panda kwa gari. Ndio alipanda kwa gari na wakaenda. Sasa mimi habari ya mtoto nilijua na njia hiyo. Ndio sasa nilijua na njia hiyo. Sasa vile alienda Njoro na akapelekwa polisi na akaandika statement. Wakampeleka hospitali. Vile walimpeleka hospitali sijui daktari alisema ati huyu anaonekana hana shida, sijui arudi nyumbani aende afanye mtihani. Sasa vile askari walimleta hapa walisema huyu mtoto akifanya mtihani ndio tutakupigia simu ili tuanze hiyo process. Sasa mimi nimekaa hivyo. Wakati
gari ya polisi ilienda, tukabaki hapa tukiwa sasa watu wa boma yangu na hata tu brother ya huyo mwenye alimdhulumu na bibi yake. Sasa nikatoka nje, nikaambia watu mnishike tu mnipeleke nje, nataka kwenda kujisaidia. Nikapelekwa tu nje. Vile nilipelekwa nje na juu sasa ni mimi tumeishi na yeye, akawa kuna jambo anataka kunieleza, lakini hakuweza kunieleza tukiwa wengi kwa nyumba. Akanifuata. Mimi nilienda nyuma ya hii side nyingine ya hii nyumba na yeye akaenda pale. Vile nilikuwa naingia nyumba akaniambia shosho, ni wewe ninafuata, kuna jambo nataka kukuambia. Shosho usitoke nje kwa sababu anko aliniambia ati akinimalizia mimi sasa akinitoa sacrifice ni wewe umebakia. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia ni watu walikuwa wananiambia. Sasa naona unatoka nje, nashindwa mimi niseme nini. Na juu mimi nilikuwa nimeishiwa na nguvu. Vile tulirudi nyumba sasa ndio akaenda kukaa chini. Vile alienda kukaa chini, unajua sasa mimi si mimi mtu mwenye amekoma, nikaona kukaa chini kwake kuna shida kidogo. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia shosho, sijui nimevunjika mgongo. Mimi nasikia kama nimevunjika mgongo. Hata kukaa chini, sio. Nikamuuliza nini? Unajua alikuwa ananiangusha, ananikalia kama watu wa leso. Mimi labda nimevunjika mahali. Sasa ndio tulishughulika, nikaambia kijana yangu watafute gari apelekwe medical. Gari yenye ilipatikana ni ya mzee wa hapa kwetu karibu. Ndio alimpeleka hospitali. Akasema hatuwezi kwenda medical kama hatuna OB number. Si wakaendea OB number Njoro na wakampeleka medical. Sasa pia alipelekwa medical. Hakupewa kitu chochote. Akarudi tu hapa. Na akaenda shule na akafanya nikampeleka, nikaenda ni mimi shule. Nikaambia mwalimu kuhusu hiyo issue na mwalimu akaongea na head teacher wa shule yetu, alafu akaongea na mkubwa wa elimu. Sasa ndio mkubwa wa elimu, niseme mkubwa wa elimu alifanya vizuri juu alinishughulikia juu. Alipiga simu mpaka medical na akaongea na daktari. Akauliza daktari kama huyu mtoto ataraswa ama ataachiliwa. Kama ataraswa waongee na mwalimu wa shule wajue vile mtihani itaenda. Lakini vile waliongea nikaambiwa tu hapo na mwalimu ngoja, mkubwa wa elimu amesema tugoje mtoto kwa sababu hajaadmitiwa, aletwe afanye mtihani, wenye wabaki wakigojea result. Ndio alikuja akaletwa mpaka hapa. Mimi nilikuwa shule juu singeweza kutembea sana. Mimi mahali tu ninakaa, nilikuwa tunakaa tu hivyo, nasikia tu nikae. Mimi sikushughulika. Ndio alikuja shule tukaongea na walimu na kukasemekana hata kama atafanya mtihani, afanye mtihani akiwa kando na watoto wengine. Juu hiyo story imeenea sana, asiwe kikwazo kwa watoto wengine ama yeye kukwasika. Mimi mambo yake ikawa hivyo. Sasa wakati alikuja kufanya hiyo mtihani Monday yake ndio akakuja. Wenye walimuokoa ni mzee mwingine hapa kunaitako kwa Kirui. Sasa vile walienda hapo naitwa Ng'eno. Vile hawa wasichana wakasema tuende kwa Ng'eno atuambie hiyo maneno vile aliokoa mtoto. Sasa hawakuwa. Sasa vile alikaa kwa kiti akaniambia shosho, mimi nasikia kukufa. Nikamuuliza ni nini? Haki mimi sasa sijielewi, nasikia kukufa. Hakuna mahali kwenye sisikii uchungu. Nasikia kila mahali inaniuma. Sasa si ndio nikaambia mamake na huyo aunti yake, mjaribu mkuje na dawa za painkiller tupee huyu mtoto. Ako na shida yenye hatuwezi tukaelewa ni gani. Tugoje asubuhi tumpeleke hosi. Ndio aliletewa painkiller na akameza. Akilala kwa kiti tu, akilala tu dakika kidogo, anaamka na anarusha tu miguu na anasema mniachilie kasi ya nini. Sasa tukaona huyo mtoto ako na shida. Asubuhi tukaenda kwa shule na tukaambia mwalimu amshughulikie akiona ako na shida, atupigie simu ili achukuliwe
apelekwe hospitali. Ndio sasa kitu saa 5 mwalimu akatupigia simu akatuambia ana maumivu ya kichwa sana sana sana. Ndio alikuwa anasema ati nilikuwa nadungwa na vitu kwa kichwa, nasikia kama ni vitu zinaingia huku ndani ya kichwa. Ni kiguza hivyo nisikie kama kuna kitu kenye kimelemea ndani ya kichwa, nasikia hakuna. Kwa hivyo hii kichwa yangu ina shida sana. Tena wakati tuliambiwa, tukapigiwa simu shule tukaambiwa tupeleke madawa ya painkiller, alikuwa amenusu breathe sana asubuhi hiyo. Mwalimu akasema kunusu breathe hakuna shida kwa sababu hiyo hata ndio itamsaidia kichwa kutulia. Mimi kushika mambo ya huyo mtoto wangu nilishika tu na hiyo njia. Kuna njia ingine ninaweza kueleza juu hata mimi sasa sikuwa najielewa nijue ni nini inaendelea. Sasa hiyo ni yenye nilijua wakati nilirudi sasa vizuri. Pale mtoni vile anaongea anasema ati kulifika mahali akamwambia ati mimi sitakuua kama vile nimeshaua hao wengine. Wewe hata sitakufunga na seng'enge. Nitakufunga tu na kamba ya kiatu. Na akafungua kiatu ya spoti na akamfunga mikono na nyuma na kamba. Sasa ati kuna wakati ilifika ati akamchapa kichapo na akasema ati aliona kama amekufa ni kufufuka amefufuka. Naye huyu kijana ati simu ikapigwa. Vile simu ilipigwa alisema nakuambia uombe maombi ya mwisho, niende nifute kenye ninafuta na nikuje nikumalizie. Huyo kijana alituambia ati mimi niliambia tu Mungu mambo mawili. Ati leo sio siku yangu ya kukufa, niokoe hii siku niwe mshahidi ya hii mambo. Ati alisikia tu amepata nguvu, ati na akaweza kupiga duru na ikasikika juu alikuwa amenyongwa. Alikuwa ananiambia shosho, ile sweta yako yenye nilikuwa nimevaa imekatakatwa yote mavipande, hiyo ndio ilikuwa inanifunga shingo na ninawekwa juu ya mti. Hiyo shosho na zingine hiyo vipande ananifunga nazo kwa mdomo. Sasa vile alitoroka, alikimbia mbio. Akakimbia mbio tu kama amefungwa na nyuma, ndio hapo watu wa kwa ng'eno ati wakaona mtu mwenye amekimbia ameelekea kwao. Kuna hii stima hapo nje hii ya sesa. Sasa unajua watu wakikaribia inawakaga. Sasa hao ndio walikuja wakamuokoa na wakamuingisha huku kwa nyumba. Sasa sijui alikuwa anasema wewe sio mtu wa kwanza kuua. Nimeua wengi, sio wewe wa kwanza. Mimi naomba tu haki huyo mtu ashughulikiwe tu ajulikane kwenye ako. Juu hatuna amani na hata tunashindwa na kukaa. Juu hatujui amepanga mipango gani ingine kutuhusu.